bwana, leo hii tunaanzia kwa Raki. Raki anamtolea povu bwana mkubwa Kema na kumwambia kwamba hivi kitendo ulichonifanyia mimi, kufukuzwa kazini kwangu kwenye hoteli yangu ambayo nimefanyia kazi zaidi ya miaka 18, tena niko mdogo kabisa, na kumwambiaje Kema lazima utalipia. Baada ya bwana mkubwa kuambia yale maneno, hasa Raki hakuacha kunyamaza, huku akisema kwamba hivi Asie pamoja na Mahiri lazima ataenda kuandalia bonge moja la bomu, yani ataenda kuhakikisha wanaibika na kufukuza ndani ya hiyo nyumba, kwa sababu anajua fika kwamba Asie ndo aliyepindisha majibu ya DNA. Kema ikabidi amtulize bwana mkubwa, lakini anamwambia sikiliza mwanangu, mimi najua mimi na wewe hatumpendi, na kuomba usifanye chochote, naenda kukuhakikishia unarudi kazini na ile kampuni inahitaji uzoefu wako Raki, na kuomba utulize hasira, usifanye vitu kwa hasira. Baada pale Kema akaondoka. Hasa Raki akampiga simu Estate na kumwambia kwamba hivi amfuatilie Asia. Hasa Raki anaingia ndani anakuta Kema yuko pale anaongea na mama mkwe pamoja na mke wake. Hasa anaulizwa, "Mbona leo mapema?" Anaambia vile, "Leo nimeamua tu kujipa off." Hasa mama yake na Raki anapewa taarifa na Kema kwamba hivi Kema amefukuzwa kazini. Mama asemaje? Anambia sikiliza, njia pekee ya maisha yetu kurudi kama kawaida ni Asie pamoja na familia yake waondoke. Lakini bwana mkubwa Kema anambia sikiliza, mimi hilo swala la Asie na familia yangu kuenda nao mbali haiwezekani, sitaki wakina Asie waondoke. Hasa kwa upande wa pili, bwana mdogo Ugu alikuwa anafurahia kishada kifukua na Arusha juu, kwa hiyo akamuomba bwana mkubwa Mahiri akifika nyumbani amtengenezee. Mahiri akamwambia sawa. Sasa bana, bibi Asie anaanza kumkataa bwana mkubwa Mahiri kama anaona wani mapenzi anawapa watoto wake yataenda kuwa kama ataleta shida huko mbeleni, afu atamfanya bwana mkubwa Mahiri ashinde kupata mpenzi wa halisi huko maisha ya mbele, akijua kwamba wanafiki. Sasa Mahiri mwenyewe anambia sikiliza Asia, mimi na wewe hasa hivi ni penzi na penzi lake, yani tumependana kweli kweli, nimekuvisha pete nikiwa na maana yangu, naomba ulifahamu na uliweke hilo kichwani kwako. Baada pale bibi Asia akaondoka zake kwenda kupokea simu. Hasa kwa upande wa pili, Raki akiwa anaongea na mpenzi wake Zahidi. Hasa Zahidi baada ya kumbembeleza mpenzi wake Raki kumweka akili kae sawa, sasa Zahidi anaanza kumpelekea moto bwana mkubwa Raki kwa kumwambia kwamba hivi hasa wewe umeacha kazi, mimi nitafanya kazi gani? Siwezi kufanya kazi yote, sijui kufanya kazi yote, mimi nakwambiaje Raki, mimi haya maisha itanishinda. Hasa tunafanyaje? Hasa bwana mkubwa Raki achoambiwa na mke wake ni kwamba hivi aende akaiombe familia yake msamaha, lakini bwana mkubwa Raki anambia mimi siwezi kwenda kuomba msamaha. Na baada pale Raki akatoka zake nje kwa hasira. Hasa kutoka nje kwa Raki akapata kumuona shoga yake na Asia Merari, akamwambia unasubiria nani? Na anambia hivi namsubiria Asia hapa. Anambia basi tupige story moja mbili tatu. Kwa kaza sasa kupiga story moja mbili tatu pale, mbona unakaa kama Asia? Wewe acha tu, yani hapa ndani nanyanyasika mimi, maneno kibao, story. Mwisho wa siku bana, kweli bana, bwana mkubwa Raki akaanza kupata ile amani ya moyo na tabasamu ikaanza kuonekana, lakini zile stories ziliharibika tu mara baada bibi Zahidi kufika eneo la tukio. Zahidi akaanza mbona unaona, unasubiria nini wewe? Unamsubiria Asia? Asia yuko chini, maneno kibao. Bibi Merari akaona maneno Asia, naomba tafadhali niondoke. Hasa bwana mkubwa Raki hakupenda kile kitendo na kwanza kumfokea mke wake, anamwambia mke wangu umezingwa, sasa nishajua level yako ya upumbavu imefika juu, na kwambia wewe sikiliza, kama umempenda wewe mwanamke na kwambia Raki nitakunyonga kwa mikono yangu. Baada ya pale Raki akaondoka na Merari wakamwacha bibie